Unaogopa eh? Haya, yale maneno uliokuwa unayaongea yote nataka uyaongee sasa. Unaweza kushindana na mimi? Aya, shindana sasa na mimi. Mdomo wako ndio unaokuponza. Unataka kugombana na mimi? Mtoto mdogo wewe ugombane na mimi? Sasa basi, ole wako nisikie sehemu nyingine. Sasa huu ni mfano, hili ni trailer, movie inakuja. Odi, odi. Mama, haya, huyo mwenzio yupo? Mbona juujuu kama hivyo? Ingia basi hata ndani. Nijibu kwanza, huyo mwenzio yupo? Hayupo. Kuna nini tena? Sasa kaniletee nguo yake ya ndani. Mama, ndo mchana kweupe saa hizi. Nenda bwana, kaniletee mpaka tukute hapa eh? Hapa sasa swala langu liko vizuri, lakini mama. Lakini nini wewe? Lakini nini? Lakini nini? Oa kitumbo na kitumbo chako iko. Yaani hapa leo sijakuja kuchamba umbea, sijakuja kufanya chochote. Oa mwambie ndugu yako achane na maisha yangu kabisa, mimi nishakata naye sitaki mazoea na kitu chochote yani. Oa ndugu yako analeta habari za kunipalia palia, sio nifanyana na pao tu usiku mchawi. Oa mimi nishafanya sana uchawi nikaona una faida yoyote. Hasa nakwambia vipi? Mimi ndugu yako mwambie sitaki mazoea na mimi sitaki kabisa mazoea. Ushaona bwana? Nakwambia hivi, oa alichokifanya kikijirudia tena ni. Oa mimi mwenyewe nitakuonesha uchizi wangu, nitakuonesha upande wangu wa pili, mimi nipo mtu aina gani. Hivi wewe unajua mimi nilikuwa na mtu wa maana sana. Kumbe nao ushaanza kuchanganyikiwa eh? Wapo wanapozungumza kama ndugu yangu mchawi, si ndugu yangu nini? Wewe ulimuona lini anaanga? Ulikutana naye wapi? Au ulimuona wapi? Na siku zote anayemjua mchawi na yeye mchawi. Unaelewa hilo? Nakwambia vipi? Kilichojitokea kikijirudia. Wanaanza na wewe sasa. Maana tunamtetea ndugu yako. Nenda bwana huko. Mama, mimi nimekuja, kuna kitu nataka kukuambia. Haya, jambo gani hilo? Yale tu siku zote mama. Mimi nimechoka na kazi ambazo unazonifikisha. Kwa sababu nikiangalia kazi zenyewe hazina faida. Haya, mfano Dajata amekukosea nini mpaka unamtesa? Nachoka mimi. Yaani wewe ndio nilikuwa nakutegemea unisaidie kazi yangu. Leo hii unakuja kuniambia wewe umechoka. Wewe unategemea hiyo kazi ataifanya nani? Halafu isitoshe wewe hapo ulipo kuja kupata mtoto, huna hata dalili ya kupata mtoto. Yeye kwa nini apate? Nisikilize wewe. Mimi nataka kiumbe kilichoko ndani mwako, tumboni mwako, ndio ninachotaka mimi. Umenielewa? Mimi nilikuwa naona utafute njia nyingine ya kufanikisha jambo lako. Sikiliza wewe. Sina njia nyingine ya kufanya, njia ni wewe. Sina mtu mwingine wa kufanya hiyo kazi, ni wewe. Yaani wewe ndio utakuwa njia, wewe ndio utakuwa mtu wa kunifanikisha mimi swala langu. Habari za wewe kuja kuniambia mimi hapo nimechoka, si nitafute mtu mwingine. Saa hizo unakuja kunibadilikia mwishoni huko, unatafuta kuniharibia jambo langu wewe. Alafu sikiliza wewe. Usianze sasa kuniharibia siku hapa. Unaona siku ndo zinakaribia, wewe tena unataka kuniharibia mambo. Mimi sikuelewi. Mimi siwezi bwana. Wewe hivi mtoto ana akili gani huyu? Mbona anambadilikia mwishoni huyu?
jamani. Mimi kitu yangu ya ndani imeenda wapi? Niseme Maya anavaa. Mimi na Maya hatuvaliani nguo za ndani. Mimi mbona nachoka? Hata mtu kachukua nguo ndani mimi naliangukia. Sawa, acha nienda kuifanyia nini ya Rabbi? Angeniacha kwanza nijifungue basi ndo nigize. Nimechoka. Sasa mimi nitaenda wapi na hii hali? Hapa inabidi tu niongee na shangazi niondoke kwa kweli rasmi. Nakufa papa. Na hichi kiumbe maskini ya Mungu, Mwenyezi Mungu akinijalia kije tu salama. Basi sio kwa mambo haya yanayotokea. Mama mwanangu. Mungu. Mungu. Mwanangu. Pole sana Sajata. Unajua kwenye kujifungua kuna mambo matatu, aidha upate mtoto ama ukose mtoto, au la ukose vyote, mama pamoja na mtoto. Lakini mshukuru Mungu umerudi salama. Hayo mengine ni mipango ya Mungu tu. Maya, hujui nawapitia Maya, mimi moyo unaniuma mwanangu Maya. Mama, mimi nimekuja nilipokuja mamangu, nimekuja mimi na shida yangu kubwa mamangu, nyumba naikaa anaishi na mdogo wangu, lakini tunaona mauzauza humo ndani, mara natolewa nje, mara damu ndani, mara nguo zangu za ndani zinapotea. Yaani mama, mimi nachanganyikiwa, sielewi, na ndio maana nimekuja hapa kwako mama, uje nijue unanisaidiaje. Sasa hapa umefika mwanangu, lakini nisubiri niwaite wenyewe wakuu. Wao ndo wanaona kila kitu na wanaelewa kila jambo. Sasa tibu wagonjwa na wazima, siwezi mimi mwalimu. Uganga tabu, naumia. Uganga tabu. Una matatizo kwenu, umeshikwa. Nyumba munayokaa, huyo unakaa naye ndiye anakusababishia matatizo wewe. Matatizo hayo yakiambatana na mama yake mzazi, Mdogo wangu mimi hapa pamoja na shangazi yangu ambaye mama yake yeye. Ulikuwa na mimba? Ndio. Mtoto wako ametoa sadaka. Kitu cha kukusaidia mimi, nakupa hii dawa, ukachimbie mlangoni, nyingine ukaweke ndani mwako, asikuone mtu. Hii ndiyo itakusaidia kwenye mwili wako. Kwa hiyo hii dawa mama unavyonipa itanisaidia tu vizuri tu? Itakusaidia vizuri tu, toa wasiwasi. Na nitayaona yote mambo mabaya ndani kwangu. Utayaona yote mambo mabaya na utamwona mbaya wako. Uganga si utajiri bali shida. Basi mimi mama nashukuru. Mimi mama niseme asante. Acha niende mamangu nikafanya hivi vitu ili nijue nafanyaje, maana nimechoka mama, toka mimba mpaka najifungua ni mauzauza. Nashukuru mamangu. Haya mama, basi mama acha niende.
Maya. Hivi Maya huyu, hapana, yaani wewe Maya wakunifanyia mimi hivi? Haya mambo umeanza lini wewe? Ina maana wewe Maya, mimi kila kinachonitokea humu ndani, kumbe wewe naye ni chanzo. Mbona mimi nimeishi tu na wewe vizuri? Mbona mnanitendea haya? Mimi najua kwenye hili wewe haupo peke yako. Haya mambo wewe uko na mama yako, na ndio maana nikachukua jukumu mimi la kwenda kwa mganga, kwa sababu nilipokuwa naona mambo siyaelewi, na kwa mganga nikaambiwa kila kitu, kwamba wewe na mama yako ndo sababu ya kila kitu katika maisha yangu. Ina maana mimi nisingeenda kwa mganga nisingejua yote haya, mngeendelea kunitesa, na mpaka mmekuja kunichukulia kiumbe changu. Ni sio watu wazuri hata kidogo. Mmejifanya mnanipenda, mmenipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Halijaisha, hata kwa Mungu tutakuja kulipana. Kinachonuma zaidi mtoto wangu, tuone hicho ulichokifanya unapata faida gani?